Kwa kweli mimi nimefurahishwa sana na kikao hiki, kama nilivyosema kwamba chama kama chama ni siasa, na siasa ni kumvuta mwenzako aje kwako. Ndio kazi kubwa tulionayo. Tuenende tukafanye hivyo na tujenge chama chetu, tubuni mbinu mbalimbali za kuleta maendeleo ndani ya chama chetu, lakini ndani ya nchi yetu na ndani ya taifa letu, chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan. Rais wetu Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye anayefanya kazi na amekiheshimisha Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu. Kwa hiyo hilo ninakumpongeza. Nafikiri kinachotakiwa tuweke na miradi, tubuni miradi ili mambo yetu yaende vizuri. Kwa hiyo sasa mimi naweza nikasema kwamba sasa haya mambo ya marumbano hebu tuyaishe leo. Si ndio? Tutazamane tuseme kwamba yaishe leo. Tushikane na mikono wote hapa. Kila mtu amshike mwenzake. Ambaye hataki basi anapishana na Mungu. Ambaye hataki yaishe bwana. Jamani tuwashike mikono hawa. Jamani leteni hata hapa angalau tuwakilishe. Yaishe. Yaisha kabisa, kila mtu ameshikana mikono kwa raha zote. Mungu mwema. Basi ndugu zangu, mimi nimefurahi sana. Nimefurahi. Sasa ukiona kiongozi kateuliwa na watu, kawa kiongozi amekalia kiti, yule sasa ameteuliwa na nani? Na Mungu. Na wewe sasa ule muda sasa jitahidi sasa kujipendekeza kwa yule mtu aliyeteuliwa na Mungu ili maisha yasonge mbele. Kwa sababu nimeona kuna wengine hapa tangu uchaguzi, wakati tunachaguliwa mimi nilikuwa nachaguliwa mwenyekiti na wewe ulikuwa unachaguliwa nafasi ulionayo kwa mwaka ule. Si ndio? Yeah. Lakini mpaka leo aliyepigwa, aliyeshindwa kula, mpaka leo bado anaendelea tu. Wewe utafika wapi? Hata kama wewe ulikombea si ujumbe wa mkutano mkuu, ulikombea si ujumbe, ulikombea udiwani, lakini ule ukapikwa, ukapunguza kula, basi wewe sema Mungu amewaweka hawa watu. Na ukielewa kwamba hawa watu wamewekwa na Mungu, elewa kwamba sasa muda wangu wa kujipendekeza kwa mtu aliyewekwa na Mungu ili nifanye naye kazi. Tukiendekeza ugomvi, tutaendelea kubomolewa na ninaamini kabisa kwenye chama kuna mivutano ipo, lakini mivutano inatakiwa muimalize nyinyi wenyewe na kusameheana. Mimi ningependa leo wakati naondoka hapa, msamaha huo umeshatoka ndani ya kikao chetu. Na mimi niondoke naelewa nina vijana wangu ambao wameiva. Lakini hata sasa hivi inaonyesha picha kwamba bado mioyo yenu ina upendo, ndio maana mko mahali hapa. Sasa ndugu zangu, tunaelekea wapi? Uchaguzi umeisha. Jimbo hili tulikuwa na mbunge Kasalali, sio ndugu zangu? Kasalali alipima upepo, akakaa pembeni, amekuja Bujaga ndio mbunge. Jimbo la Kwimba kulikuwa na watu. Hayupo Mansuri, sasa hivi Kubulala ndio mbunge. Mambo yanakwenda, hata kama ulikuwa unampenda utafanyaje? Si ndio mbunge yuo? Sasa wewe ulikuwa unampenda Majaliwa ndio akashindwa, yupo sasa. Kwenye nafasi yetu ya CCM tumepoteza. CCM oye! Ndugu zangu, baada ya kusema sasa mimi niwashukuru sana, lakini naomba tuungane tuchape kazi. Wakati ni uchaguzi, nyinyi wote mnagombea kwa mnavyomwona mwenyekiti wetu sababu hana makundi, hana shida na mtu, mtagombea na mnajinena tarudi na mtakuja kugombea na mkishinda, Mungu awabariki sana wote mlio ndani ya huko. Alizindua shida huku Sinza huko. Mwenyekiti wetu alikuja kuzindua mambo ya mpira kwenye huku jimbo. Kwa hiyo mwenyekiti wetu sio kujikuza. Ukiwa na shida, ukiwa unaumwa, ukiwa na matatizo, una changamoto, wako tolo kwa chombo mmeja na mama kwa kaza hii uone kana hizo. Gesi huko lipo. Unaona kwa kazi. Unaona sabani. Tuko vizuri. Asante sana, mpigeni sana wako fingesa. Asante sana ndugu zangu, nashukuru sana watu wa Nguza. Mungu awabariki.
Kwa hiyo msigawanyike, mnachotakiwa mwende pamoja. Wanasema ndege wa aina moja huruka pamoja. CCM oyee! Basi mimi mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa kata na wajumbe wa kamati ya siasa, secretariat pamoja na viongozi wote wa kata, naomba mimi niwapitishe dakika chache tu afu nimkaribishe mwenyekiti. Halmashauri kuu ya mwaka jana mwezi wa 6 walikuwa na viporo, wamejitahidi, wamesajili, lakini bado hawajakamilisha kabisa. Kata nyingine tunawapongeza, japokuwa sikumbuki ni kata gani, lakini asilimia kubwa zimeisha maliza, yani hazina viporo vya wanachama ambao wanatakiwa kusajiliwa. Wameshasajili, maana sasa hivi wanatafuta wanachama wapya na kuwaingiza kwenye mfumo moja kwa moja. Vingine ni ulipaji wa ada. Hapa katibu wa vijana amewaelezea kuhusu ulipaji wa ada. Kwa hiyo sasa badala ya kukusanya nini, kama mtu hawezi kabisa, basi anaweza kaenda kwa mwenzake au kwa katibu kata, katibu tawi, ili aweze kukuelekeza namna ya kulipa hiyo ada kwenye simu yako moja kwa moja. Weka hela kwenye simu yako afu muone katibu kata au katibu tawi, ili aweze kukuelekeza namna ya kulipa hiyo ada. Jingine ni kuwakumbusha wajibu na miiko ya viongozi. Kumekuwa na tabia ya kufukuzana kwenye maeneo. Kuta mwenyekiti wa kijiji mara kafukuzwa, mara kasimamishwa, mara katibu tawi kaondolewa, mara huyu kafanywa hivi. Basi yani ili mradi tu. Mimi naomba niwakumbushe kupitia kanuni ya maadili, kanuni za uongozi na maadili ya CCM na jumuiya zake. Nani mwenye kitabu? Kuna mtu mwenye kitabu huko? Hamna. Tunacho. Mnacho? Sasa tunapopeana adhabu tutumie vitabu hivi. Hii kitabu kinakuongoza kwamba mwenye aliyefanya kosa hili kama ametoa siri ya kikao, adhabu yake inajulikana. Amefanya hivi, adhabu yake inajulikana. Kwa hiyo kila ngazi hapa ina adhabu zake. Lakini kwenye adhabu hizi nitakazozisoma kuna adhabu moja ni kali sana, ambayo hiyo ndio inamuondoa mwanachama kwenye nini? Kosa kubwa kuliko yote. Sasa kwenye kosa kubwa kuliko yote, hii nitoa angalizo kwa kata ya Ngula. Katika mwaka wake wa fedha unaoanza huu, ambaye yeye ndio mwenyekiti na ndio mwenye kugawa ile fedha, maombi yameshapelekwa tayari na kata ya Mwagomba, tukiamini fedha tu itakapopatikana ile zahanati itawekewa fedha ikamilishwe ili ianze kutoa huduma. Na ndio mpango wa serikali kimsingi kwamba maeneo yote ama maboma na majengo yote ambayo yanaelekea kukamilika yakamilishwe ili huduma ianze kutolewa. CCM oyee! Wana Mwagomba mjisikie huru na amani kabisa kwamba ile iko kwenye mpango na itakamilika. Haitabaki gofu. Boma la Ngogo la zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, yale maboma miongoni mwa maboma yaliyoko kwenye halmashauri yetu ni maboma ambayo yalitumia ramani fulani ya zamani. Ukiliendea kizembe linakuaibisha. Linahitaji si chini ya milioni 200 kukamilisha. Kwa tulichokifanya, ili boma tumeliombea fedha serikali kuu. Tumeliombea fedha serikali kuu ili serikali kuu ilete pesa za kulikamilisha kwa ukamilifu. Sasa hivi tukipeleka pale mapato ya ndani milioni 30, mara milioni 20, mara 10, tunaweza kutumia miaka hata 10 kulikamilisha. Ndio maana tumebidi tuliweke kwenye mpango wa kuliombea fedha serikali kuu, kwa sababu ramani yake imejengwa, ina gharama kubwa sana. CCM oyee! Kwa hiyo naomba na wenyewe watu wa Ngogo mvute subira kidogo, kwa sababu serikali ndio iko kazini, ndio imeingia kazini, ina miezi kadhaa, ijipange. Bajeti yake ya mwanzo ndio inaanza sasa hivi mwezi wa 7, tuone kama tutapata pesa, na ikipatikana lazima ije lile jengo likamilishwe litoe huduma. Ndio Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, tuwe na umoja na mshikamano kujua kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania inatawaliwa na mwanamke shupavu ambaye anaongoza nchi yetu. Tunaona kazi anazozifanya zote. Kwa mfano Mheshimiwa Angesa pale amesema kwamba maji hapo hapa wanaoga tu, hamna wala shida. Wanawake walikuwa wanaenda usiku wanaacha waume, lakini sasa hivi hawana shida. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ni sikivu, na kupitia viongozi wetu mafiga matatu sasa, kata yetu ya Mwagomba tulikuwa tunalia, lakini sasa mafiga matatu yameshakamilika. Tuna mheshimiwa diwani wetu mwelevu, msikivu, ndugu Sostenes Ameta Kijeka, akiungana na mbunge wetu mwelevu mzuri Moses Bujaga, wakiungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine bali ni Samia Suluhu Hassan. Hawa wakiungana, lile jengo litaezekwa vizuri.
na zahanati zetu zote hizo zitaletewa watumishi na watamaliza. Sasa ni nini kinachofanya hayo majengo hatimaye yakafikie yawe magofu? Hii ni Tanzania Habari.